Bwana Yesu asifiwe, mwana wa Mungu. Tafakari yetu ya leo inasema tuziishi ndoto zetu. Tuziandike ndoto zetu. Tuwe na malengo katika maisha yetu. Tuwe na ndoto. Tuwe na maono. Tuwe na mipango kazi. Tuwe na njozi katika maisha yetu. Ili linaweza likawa ni neno moja tu, lakini ukalitumia katika matumizi mbalimbali. Kuwa na malengo katika maisha yetu ni jambo la muhimu sana. Kwa mfano, unaona watoto wanasoma. Kila mtoto ukimuuliza anakuambia nataka niwe fulani, nataka niwe hivi, nataka niwe hivi. Lakini hizi ndoto je, tunazitamia? Wanazibeba hizi ndoto? Zinaandikwa ndoto zao? Ni vizuri sana tukaziandika ndoto zetu ili iwe rahisi kuzitekeleza, kuziatamia, kuzifanikisha, tufikie malengo ambayo tumejiwekea katika maisha yetu. Ndoto ni neno la kiimani. Ndoto ni mambo yajayo, ni taarifa ijayo. Katika Biblia tunaona ndoto au njozi au maono ni ujumbe kutoka kwa Mungu kwenda kwa kiongozi fulani au kwenda kwa taifa fulani au kwa mtu binafsi. Kwa ni ujumbe mzito. Na sisi katika maisha yetu, ndoto zetu ni jambo la muhimu sana na la msingi. Ni lazima tuishi katika ndoto, katika mipango kazi, ili tufikie malengo yale ambayo tumejiwekea. Kwa hiyo kuwa na ndoto ni mipango. Habakuki akaambiwa andika njozi hii katika ubao ili uisome, au atakayeisoma aisome kama maji, ili uwe na kumbukumbu kwamba mwaka huu nimejiwekea malengo haya na haya. Tuwe ni watu wa kuishi katika malengo. Tusiwe ni watu wa kukurupuka. Ukiona hili unataka kufanya, ukiona hili unataka kufanya. Yaani kazi zako zinakuwa nusu-nusu kwa sababu huna mpangilio wa ndoto zako. Na katika kupangilia maisha yako yatakuwaje, ni lazima lianze kama wazo. Linakuja wazo. Na wazo linakuja wakati ukiwa katika hali ya utulivu. Kwa hiyo wakati mwingine tunatakiwa tupate utulivu. Tupate faraga. Tulale, tukae kitandani tukitafakari, kesho yangu itakuwaje? Baada ya miaka 5 nitafanya nini? Uyaone maisha yako ya baadaye. Kwa hiyo ndoto ni imani, kuwa na imani, kuwa na uhakika ya kile ambacho kitatokea baada ya. Wengi tumeshindwa kufikia malengo kwa sababu tumefika mahali tukabeba maono mengi. Beba mipango michache ambayo unajua katika muda fulani nitakuwa nimekamilisha. Lakini ni vizuri kabisa kama we ni mtu wa familia, ukaweka ndoto za mipango yako mbele ya familia. Ukawajulisha watoto wako, ukamjulisha mke wako kwamba mwaka huu ni lazima tuhamie katika nyumba yetu au tujenge nyumba yetu. Uambie kabisa kwamba kuna mambo ambayo tumezoea kuyapata, hatutayapata. Tutajinyima ili kuweza kujenga nyumba. Na wenyewe watembea katika hiyo ndoto kwamba baada ya miaka fulani tutahamia nyumbani kwetu, tutakuwa na nyumba. Uandike, uweke wazi, ili unapoishi na familia wajue baba amejinyima. Hawatupati kitu hiki kwa sababu baba yuko kwenye mchakato wa kujenga nyumba au wa kununua gari. Lakini uyaone maisha yako katika ndoto, katika mipango yako, kwa sababu ni neno la kiimani. Kuna watu ambao ili uje uishi maisha mazuri lazima uhakikishe kwamba unaona maisha yako ya baadaye. Uyaone katika ndoto. Yakitokea uone familia yako kabisa. Kama ni familia, uweke familia yako pale. Uone mke na watoto. Kama ni 4, 5, 6, uwaone. Ujenge nyumba yako katika imani, katika ndoto. Hii ni nyumba yangu nitakuja kuyaishi. Ili ukishaiandika hiyo ndoto yako inakuwa rahisi kutimia katika ulimwengu wa kimwili. Amen. Tunaambiwa tuwe na ndoto. Usipotembea katika ndoto unashangaa. Siku zinakimbia, hakuna jambo lolote ambalo umelifanya. Umefanya kazi nzuri, umelipwa hela nzuri, lakini umefanyia nini? Hakuna, kwa sababu hukuandika ndoto zako. Ukuwa na njonzi, ukuwa na maono. Ni vizuri tukaishi katika maono. Kila kitu kinakuja katika wazo. Likisha kuja katika wazo ndio kinatokea katika mwili. Kila unachokiona mpendo wangu kilianzia na wazo. Alafu ndio kikatokea katika
mwili. Kwa hiyo ni vizuri sana kutaamia wazo lako, kuliishi wazo lako. Amen. Mungu akusaidie, tukutane siku nyingine. Amina.